Kabla ya kushika Biblia, sikiliza video hii kwanza. Leo tunazungumzia kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo ndio kitabu cha kwanza kwenye Biblia ya Agano Jipya. Ni moja ya muunganiko wa vitabu vinavyofahamika kama Synoptic Gospel. Synoptic Gospel ni muunganiko wa vitabu vitatu, yani Mathayo, Marko pamoja na Luka. Hii ni Synoptic Gospel, ikiwa na maana kwamba vitabu hivi baadhi ya mambo yanaingiliana na vitabu ambavyo vinafanana. Kitabu cha Yohana ni kitabu ambacho hakifanani na hivi vitabu vingine. Kitabu hiki kinasimulia Masihi wa Israeli au Christ alivyokuja kwa watu wake, yani Wayahudi, na kukataliwa, na baada ya kufufuka akawatuma mitume wake kwa wapagani. Mathayo alikuwa anasisitiza kwamba asili ya tamaduni ya Wayahudi hazitakiwi kupotea baada ya kanisa kuanza. Kwa hiyo ilitakiwa tamaduni za Kiyahudi pamoja na tamaduni za kipagani ziende pamoja. Kitabu hiki cha Injili kilikuwa hakina jina, lakini baadaye waliamua kukipa jina la mtume mmoja wa Yesu aliyefahamika kama Mathayo. Kitabu hiki kiliandikwa na Myahudi ambaye alikuwa anauelewa mkubwa sana na maandiko ya Torati pamoja na tafsiri ya sheria za Kiyahudi. Wachunguzi wa mambo wanasema kwamba kitabu hiki kiliandikwa kwa kukadiria mwaka 40 mpaka mwaka 50 AD, na wengine wanasema kwamba kitabu hiki kiliandikwa mwaka 66 mpaka mwaka 73 AD. Lakini mpaka kipindi hiki Jewish Messianic movement ilikuwa imeshaanza na kugeuka na kuwa movement ya kipagani. Mwandishi alikuwa anawaandikia jamii ya Jewish Kristiani ambayo ilikuwa inaongea Kigiriki, ambayo ilikuwa inaishi huko Antioch au Syria. Mji huu ulikuwa ni moja ya miji mikubwa sana ya ufalme wa Kirumi. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wanakimbilia huko kwa sababu walikuwa wanaruhusiwa kuwa na imani tofauti tofauti, na biashara nyingi zilikuwa zinafanyika huko. Kama huku Tanzania tunaweza kusema ni kama Dar es Salaam. Jamii ambayo Mathayo alikuwa anatoka ilikuwa ni jamii ya Wayahudi, lakini kutokana na tamaduni tofauti kuibuka kipindi hiki, jamii ya Mathayo ilikuwa ni kundi ambalo lilikuwa linaamini kwamba Yesu ndiyo Masihi ambaye amepewa mamlaka ya kutafsiri sheria za kitabu cha Torati, ambaye alikufa na kufufuka na baadaye atarudi kuja kuwakomboa. Kwa hiyo kitendo hichi kilipelekea kuwa na mgogoro mkubwa kati ya Wayahudi na Wayahudi wenzao. Kwa hiyo utakatifu wa Yesu ulikuwa ni ishu kubwa sana kwenye jamii hii ya Mathaean community. Wakati Marko akianzia simulizi yake kwenye kubatizwa kwa Yesu na kufuatia majaribu ambayo aliyapitia jangwani, lakini Mathayo yeye alianzia simulizi ya Yesu tokea kuzaliwa kwake, huku akionyesha kwamba Masihi huyu ni Masihi ambaye alitabiriwa kwenye Agano la Kale. Kwa hiyo cheo cha mwana wa Adam kiliweza kutumika hasa katika kipindi cha miujiza, akithibitisha kwamba Yesu ndiye Masihi aliyetumwa na Mungu kuwakomboa Waisraeli kwa kutumia miujiza yake pamoja na uponyaji. Kwa hiyo kama mwana wa Mungu alijifafanua kwa wanadamu kupitia mwanaye Yesu na kuthibitisha kwamba yeye ni mwana wa Mungu na kuonyesha matendo mema. Tofauti na Marko, Mathayo hakuhangaika kufafanua tamaduni za Kiyahudi kwa sababu watu ambao walikuwa wamewalenga ilikuwa ni Wayahudi ambao tayari walikuwa wanazifahamu tamaduni zao. Lakini pia tofauti na Luka alielezea chimbuko la Yesu toka kipindi cha Adamu, lakini yeye alielezea chimbuko la uzao wa Yesu toka kipindi cha Ibrahim, baba wa Wayahudi, ikimaanisha kwamba alikuwa anataka kuthibitisha kwamba yule Masihi alikuwa anazungumziwa kwenye Agano la Kale ndiyo huyu Masihi ambaye wao wanamzungumzia hivi sasa. Lengo la Mathayo ilikuwa ni kutengeneza kanisa ambalo Wayahudi pamoja na wapagani watakuwa na uwezo wa kukaa pamoja na kuabudu. Mathayo pamoja na jamii yake walikuwa wanamtambua Yesu kama nani, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vimekuwa vikichanganya kutokana na vile ambavyo wao walikuwa wanaamini. Asili ya Yesu ambayo Mathayo alikuwa anaitambua, tunaweza tukasema aliikopi kwenye maandiko ya Marko, kwa sababu maandiko mengi ambayo yapo katika kitabu cha Mathayo yametoka katika kitabu cha Marko, lakini simulizi nyingi ambazo Mathayo alizichukua kwa Marko aliziongezea msisitizo zaidi na kutengeneza mazingira ya uungu zaidi. Kwa hiyo Mathayo alimpa Yesu cheo cha mwana wa Daudi, Masihi, mfanya miujiza pamoja na mponyaji aliyetumwa kwa ajili ya kuwakomboa Waisraeli kutoka utumwani kama mwana wa Adamu.
lakini pia atarudi kwa hukumu wanadamu na kuwakomboa wale ambao watamfuata. Kwa hiyo kama mwana wa Mungu aliitwa Imanueli, yani Mungu pamoja nasi. Mungu amejifunua kupitia mwanaye Yesu, lakini pia Yesu amejithibitisha uwana wa Mungu kupitia unyenyekevu pamoja na kuwa mfano kwa wanadamu wengine. Kwa hivyo ndivyo ambavyo Mathayo alikuwa anamtafsiri Yesu. Simulizi ya Yesu iliyosimuliwa na Marko, Mathayo alichukua simulizi hiyo na kuiongezea vionjo vya ziada ili kuthibitisha utakatifu wa Yesu. Mfano, kijana aliyetokea katika kaburi la Yesu kwenye simulizi ya Marko pale mwishoni alipoongea na Maria Magdalena, katika kitabu cha Mathayo wanamuelezea kwamba huyu alikuwa ni malaika aliyekuwa ameng'aa. Mlolongo wa simulizi ya Yesu katika vitabu vyote vinne vinakubaliana kwamba Yesu alianza huduma yake baada ya kubatizwa na Yohana, lakini Mathayo, Marko na Luka wanakubaliana kwamba Yesu baada ya kubatizwa alifanya huduma ya miujiza na uponyaji huko Galilea na baadaye kuelekea Yerusalemu, na huko Yerusalemu kulitokea fujo ya Yesu kuvunja vitu ambavyo vilikuwa vinatumika kama sadaka huko hekaluni, na baada ya hapo ndipo akasulubiwa, na sababu ya kukamatwa ni tukio la huko hekaluni alilolifanya. Lakini Yohana yeye simulizi yake baada ya kubatizwa kwa Yesu alifuatia tukio la hekaluni. Kwa hiyo tukio la hekaluni ambalo katika vitabu hivi vingine limezungumziwa mwishoni, katika kitabu cha Yohana tukio hili la hekaluni limezungumziwa mwanzo, na baada ya hapo kuna safari kadhaa za Yesu ambazo alizifanya huko Yerusalemu na kufuatia kusulubiwa kwa Yesu siku moja kabla ya Pasaka, siku ambayo kondoo wa sadaka alipokuwa anatolewa. Kwa nini ilitokea hivyo? Kwa sababu Yohana alitaka kuonyesha kwamba kama vile ambavyo kondoo wale walikuwa wanatolewa sadaka kwa ajili ya kutakasa hekalu siku ya Pasaka, ndivyo ambavyo Yesu pia aliuliwa kipindi hicho kama kondoo aliyetolewa sadaka. Kwa hiyo Yohana alizungumzia kwamba kifo cha Yesu kilitokea siku moja kabla ya Pasaka, lakini Mathayo, Petro pamoja na Luka walizungumzia kwamba kifo cha Yesu kilitokea siku ya Pasaka. Kwa kumalizia ni kwamba kitabu cha Mathayo ni kitabu ambacho kilikuwa kinawalenga Wayahudi. Kwa hiyo kama unasoma kitabu hiki cha Mathayo utakuja kugundua kwamba kuna mifano mingi sana ambayo ilikuwa inatolewa, ambayo ilikuwa inanukuliwa kutoka katika kitabu cha Agano la Kale ili kuwathibitishia wale ambao walikuwa wanasoma kitabu hiki kwamba Yesu ndio yule Masihi ambaye alitabiriwa katika kitabu cha Agano la Kale. Kwa hiyo katika kitabu hiki Yesu alichukuliwa kama Masihi, yule ambaye alikuwa anazungumziwa kwa Wayahudi, ambaye alitabiriwa kwamba atakuja kutokea katika ukoo wa Daudi. Kwa hiyo hiyo ndo picha ambayo ilikuwepo kwa wale wafuasi ambao walikuwa wanasoma kitabu cha Mathayo. Kumbuka kwamba wafuasi ambao walikuwa wanasoma kitabu cha Mathayo walikuwa wanasoma kitabu cha Mathayo peke yake, na vile vile wafuasi walikuwa wanasoma kitabu cha Marko ni wafuasi ambao walikuwa wanasoma kitabu cha Marko peke yake, na wafuasi walikuwa wanasoma kitabu cha Petro au kitabu cha Yohana ni wafuasi ambao walikuwa wanasoma kitabu cha Yohana peke yake. Hicho ni kitu cha msingi sana ambacho unatakiwa ufahamu. Kwa hiyo unapotaka kusoma kitabu cha Mathayo, kumbuka kwamba mwandishi alikuwa anaandika huku akijua watu wanaowaandikia walikuwa wana tamaduni gani. Kwa hiyo hicho ni kitu cha msingi ambacho nitaka uweze kukijua kabla ya kushika kitabu hiki cha Mathayo. Karibu katika kitabu kingine ambacho tutakizungumzia. Karibu sana.